Chuo Talk. Karibu sana kwenye Chuo Talk. Mimi naitwa Masoud Kipanya, mwenyeji wako, lakini mshikaji wangu huyu hapa, boss mwenyewe Carl, ndo ambaye anatupitisha na kutupeleka sehemu nyingi sana. Kwanza hongera sana kwa maswali ambayo umekuwa ukiyajibu. Yes, imekuwa ikiwasaidia sana. Bana, by the way, group watu wengi wamekuwa wakinitumia namba zile. Yes, tuna group sasa hivi mpaka group la kwanza limejaa. Kwa hiyo tuna zaidi ya wazazi na wanafunzi 300 kwa 500 ambao wanajiunga na wanapokea elimu za kwenda kusoma nje ya nchi na mambo mengi sana ambayo sio tu kusoma nje ya nchi, lakini sisi tunachokiangalia ni mustakabali baada ya kusoma nje ya nchi, unavyorudi nchini kwako, ila nini ukasome, nini ambacho kitakuletea mambo mazuri baadaye. Yes. Sawa. Tulitoa fursa kwa wazazi, walezi, wanafunzi wenyewe kwamba kuna group tayari ambayo liko Carl International, ambalo hilo ni group au kuna magroup ambayo watu wanapata maarifa kuhusiana na safari au kwenda kusoma nje. Kwa hiyo tukasema kwamba kama unataka wewe uunganishwe vile vile kwenye ile group, basi tuma message. Unaweza kwenye ujumbe wako kwenye channel yetu ya YouTube, unaweza ukatuma, au mimi ninapoposti kwenye page za Masoud Kipanya unaweza ukaweka ukasema bana njoo inbox na bana namba yangu hii hapa, naomba mniunge kwenye group la kusoma nje. Unaweza kuwa wewe mwenyewe mwanafunzi anaweza ka comment tu neno group, then atapokea taarifa. Siku ziko hivyo bana, hii kisasa. Andika tu group kwenye comment, naandika neno group, then direct tutakufuata inbox na tutakutumia link ya kuweza kujiunga na group letu. Sasa leo bwana, mimi nilisema najua kuna maswali bado yako mengi na majibu yako mengi, si ndio? Yaani kuna shule kubwa sana ambayo inatakiwa endelee kutolewa, hasa kwa wazazi na kwa walezi na kwa wanafunzi wenyewe. Yaani wewe unaisoma au yule anayelipa, si ndio? Awe anajua, hata nchi yenyewe iweze kujua. Sasa yapo na tutaendelea kueleza, lakini leo mimi nina jambo moja ambalo nilisema nikikukuta tukikutana nataka tulijadili hilo. Carl, sisi tumekuwa tukisomesha watu nje kwa miaka mingi. Sizungumzii taasisi yenu tu, nazungumzia kama taifa, si ndio? Maanake kuna utaratibu wa watu kwenda kusoma nje. Nadhani tangu miaka ya 60 tumekuwa tukisomesha watu. Kina Mwalimu Nyerere wenyewe, watu wengi wamesoma nje. Kuna ambao wamesoma kupitia fedha za serikali, kuna ambao wanasoma kupitia fedha za wazazi wao, walezi wao, ndugu zao, lakini mwisho wa siku wote ni Watanzania ambao wanakwenda wanasoma nje. Na kule wanakwenda kusoma hawaendi kwenye second class kind of view. Yani wanasoma chuo chochote wanachokitaka. Si ndio? Yes. Tuna Watanzania ambao wamesoma Harvard, tuna Watanzania ambao wamesoma Oxford Uingereza, Harvard Marekani, Oxford Uingereza. Kuna wanafunzi Watanzania ambao wamesoma Stanford, na vitaje tu hivi vyuo, lakini vyuo viko vingi sana duniani ambavyo ni vikongwe na vikubwa. Kuna Cycle, kuna Convent University. Umeona hivi ni vyuo ambavyo unisikiza kwa makini. Ndio. Hivi ni vyuo ambavyo wanafunzi wa nchi nyingine wanapokwenda kusoma pale, sawa, ndio hao ambao wakienda kwenye nchi zao wanakwenda kuleta mageuzi ya kimaendeleo manake. Sawa, kwa sababu wanakwenda wanafanya vumbuzi mbalimbali, wanatengeneza vitu mbalimbali, iwe kuvumbua ama kutengeneza, kwa sababu sisi we are not reinventing the wheel. Yani duara lilishavumbuliwa, si ndio? Mzunguko ulishavumbuliwa, kwa mfano. Lakini wanapotoka katika vile vyuo wanakwenda kule katika nchi zao, wanatengeneza, wanafanya mambo makubwa sana. Na hao wanafunzi hata Watanzania wanasoma madarasa yale, na wakati mwingine wale wanakuwa ni washikaji zao. Lakini Carl, kasi ya Waafrika kufanya vitu haiendi sambamba na kasi ya wale wenzetu kufanya vitu. Najua sababu ziko nyingi, lakini nachotaka kujua ni kwamba wale mpaka wanaweza kufanya mambo makubwa. Nataka kujua ile hali ya utaifa
inakuwa ni kitu ambacho kimetengenezwa kabla ama kinatokea tu chenyewe natural kiasili. Yani maana yangu ni nini? Kwa sababu nilichokiona, kusema ukweli, mimi kama mzazi, sasa mimi ni mzazi sasa hivi na mtoto ambaye washafikua wakubwa. Actually mwanangu wa kwanza Malcolm, Mungu amrehemu, kama angekuwa hai, maana yake umri wake sasa hivi 20 na kitu, unajua. Kwa tayari mimi ni mzazi. Naona watoto wengi, wanafunzi wengi wanaokwenda kusoma ni kama wanakwenda kusoma kwa ajili yao. Wanakwenda kusoma kwa manufaa yao. Yes, mtu atakwenda atarudi atakuwa daktari. Najua daktari atatibia. Si ndio? Anayemtibia maana yake ni mtu, ni nguvu kazi ile, atamtibia dereva wa daladala, atamtibia mwanajeshi, atamtibia askari, atamtibia mchoraji, atamtibia, maana yake anajenga taifa. Lakini sio fani zote zinaonekana zikifanya mambo. Yani mimi nataka tu kujifunza, si ndio? Ni kwamba naona ni kama hata wazazi tunapomtayarisha mtoto wetu, hata tunapoanza kuchagua kozi, unajua, tunachagua kozi inayolipa au ambayo ni rahisi kuajirika au ni rahisi kutengeneza fedha. Sasa unaona yote inazungukia kwenye mtu ustawi wa mtu kwanza binafsi. Najua ili usaidie wengine lazima kwanza usaidike wewe. Naliheshimu hilo, nalikubali hilo. Lakini je, kuna namna ambayo tunafanya wakati tunamtoa mtu hapa kumwambia bwana, ili deni hata kama anayekulipia ni baba yako, yani wewe una wajibu. Yani ukirudia, nenda katengeneze hasira kwamba unataka kuja kuichangia nchi yako. Najua wote wanaokwenda na kurudi wanaichangia Tanzania, kwa kweli wote, hiyo naikubali. Lakini tunaweza kuongeza msisitizo kiasi kwamba mtu asijione anaenda kufanya kitu cha kwake mwenyewe. Sisi kama Kali International tunalitambua hilo kwa sababu tunatengeneza jamii ya wasomi, lakini sio wasomi tu ambao anawaza binafsi yake yeye kwamba kwa sababu kama ukisema unawaza binafsi yako wewe, inamaanisha hutatoa huduma kwa jamii. Na hata usipotoa huduma kwa jamii au utatoa huduma akili yako ikiwa kunufaika zaidi. Ukishatengeneza kunufaika, unanufaikaje mimi zaidi? Direct. Hata kuna story moja tulishawahi kuipataga kwamba kuna dentist au daktari wa meno ambaye yeye alikuwa akienda sehemu, ukienda kwenye shopping yake, alikuwa yuko kijijini, alikuwa akienda anang'oa jino. Ukienda ukimwambia mimi naumwa hili jino, anang'oa meno yote. Umeona? Kafanya hivyo kwa miezi 3. Baada ya muda akawa hamna tena wateja pale, kwamba kwa sababu waliokuwa wanaenda kusema kiumwa jino moja utapeleka anang'oa meno yote. Kijiji kizima kina vibogoyo, wakawa wanampelekea zile nyama. Kwa hiyo akawa mwanzo akafurahi kwamba anapokea nyama. Baada ya miezi 6 nyama tena zikawa haziji, kwa sababu wale watu wameacha kufuga. Kwa sababu akawa anapokea nyama kwa sababu watu hawali nyama. Hawezi kutafuna. Baada ya muda pia hizo nyama zikaisha. Hiyo ina maana gani? Kwamba leo au kesho unapojifainisha wewe kwanza, baada ya muda wale unaowanyonya wataishiwa chochote ambacho wanakuletea wewe kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa hiyo kwanza tunatengeneza jamii kwamba itoe huduma. Leo hii tunaenda kusoma labda vyuo vikubwa kama UK, wanafanya research za kutosha, wanakutengeneza moja kwa moja, lakini kama huna maarifa, na hayo maarifa utapata wapi? Utapata Kali International, ambapo tutakutengenezea maarifa ambayo cha kwanza unachoenda kukisomea ukijue vizuri, kitakunufaishaje, kitainufaishaje kwanza nchi yako ambayo unaenda kuisomea, ambayo unaenda kusoma, kwa sababu hata kama unaenda kusoma Uingereza unatamani ubaki huko, sio mara zote. Ile ni chance ndogo ya kubaki huko kufanya kazi. Utafanya kazi miaka 6, miaka 7, mwisho utataka kurudi Tanzania. Utarudi Tanzania. Kwa hiyo kabla haujarudi Tanzania, nini tutakufundisha nini kwanza ukasome huko, ukichukuliaje kwanza uijue nchi yako, kwamba nchi yako labda inahitaji madaktari bingwa labda wa upasuaji. Wale madaktari bingwa wa upasuaji unakuja kuhudumia watu. Hawa watu wana expect nini kutoka kwako unachoenda kukichukua kule. Kwa hiyo direct mtu ni rahisi kwamba anapoenda kusoma anaanza kutengeneza kwamba mimi ninaenda kusoma kuwa daktari bingwa wa upasuaji.
labda upasuaji tenganishi au upasuaji rekebishi, kama hizo ni plastic surgery. Kuna watu wanaugua magonjwa, waliungua kwa moto, wamepata makovu ya kudumu. Kwa hiyo wale sio wote ambao wanajiweza ukasema utakuja kuwahudumia wale wote wanajiweza. Kuna mambo mengi sana ambayo tunakaa sasa, tunaandaa darasa maalum ambalo darasa actually utakuwa mwalimu ni wewe mwenyewe kuwafundisha wale wanafunzi wanapoenda kusoma ni nini haswa nchi yao, matarajio ya nchi ambayo tunategemea. Tunaona Mwalimu Julius Nyerere alienda kusoma Uingereza, akarudi akatuletea uhuru kutokana na zile falsafa ambazo amezisoma kule, mambo ambayo amesoma na vitu ambavyo ile tunasema conversation ya kukaa moja na moja, kutengeneza mazingira ya kunufaika yeye peke yake. Kutengeneza angebaki kwenye ualimu, angefundisha vyuo vikuu, angepata hela yake. Aliacha ualimu. Yes, lakini aliacha ualimu akaamua kuipambania nchi yake. Ndio hivyo tunavyoenda kutengeneza, tunataka kutengeneza jamii ya wasomi ambao kwanza wataiangalia mama Tanzania, kwamba mimi nimetoka Tanzania, naenda kusoma kitu fulani, nitaenda kuinufaisha vipi nchi yangu. Na ukishaenda hivyo automatically utaanza kushangaa wewe mwenyewe, wewe mwenyewe utaanza kupata, sababu kuna watu tunaenda kwa kutokana na majina ambayo wametengeneza wenyewe. Unaona, hata sisi wenyewe mimi nimeenda kusoma, nimerudi, nimeangalia kitu ambacho ninanufaisha Watanzania wengi zaidi kuliko nikisema nibaki. Maana una connect na vyuo na maarifa, vyuo pamoja na maarifa ambayo naamini kupitia hata kwenye mikono ya Kali International tunaamini tunatengeneza madaktari, tutengeneza mainjinia, tutengeneza tutengeneza wanasiasa. Yaani karibu sekta zote tunatengeneza watu wanapata maarifa makubwa, wanarudi wanakuwa watu wa aina yake, tunatengeneza project, wanafanya research mbalimbali kuliko ningebaki labda kwenye udaktari wangu, labda ningekuwa natibu tu watu. Lakini sasa hivi nimeenda mbele zaidi. Yes, nimeenda mbele zaidi kwamba natengeneza daktari mmoja ambaye anatibu watu wengine 1000, 1500 kuliko ningekuwa mmoja peke yangu. Unajua kwa nini mimi nimeileta hii hoja? Kwa sababu yani mimi natamani kwa sababu mimi nawajua wataalamu wengi, sio wote. Kuna watu wanafanya hizo kazi, wanafanya vizuri, lakini pia kuna wataalamu ambao wamesoma alafu wamerudi hapa alafu wamepewa madawati. Unajua kuna mfumo na unajua unauelewa wa hivi vyeo hivi. Unajua hivi vyeo kadri unavyopanda juu ndio unavyopunguza kuchafuka. Yes. Unajua hicho kitu? Ndio. Yani mtu anaweza kumwambia jamaa ni mkali, jamaa ni engineer, jamaa ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa sana. Lakini kwa sababu ya elimu aliyoipata anajikuta yeye anakuwa ni kiongozi, anakuwa msimamizi, kwa anapewa dawati. Kwa hiyo hachafuki. Anaweza kaishia tu kusimamia. Umenipata? Sasa pale kusimamia, unajua kukaa kwenye kile kiti hiki cha kunesanesa hiki. Sawa? Na gari nzuri na mshahara. Sisi hatukufaidi. Unajua mimi naamini kabisa kwamba wewe ukiamua kuingia field ukachokoza fikra za watu, umenipata? Kwa sababu kwa wewe kwa eneo ambalo umelisoma ukaenda kwa wanafunzi ambao wamesoma ile, alafu au ukaanza kuchokoza fikra zao, kuwachokoza watu kwenye kutengeneza vitu, umenipata? Kwa sababu narudia tena, sisi hatuendi kuvumbua, tunatakiwa sisi kutengeneza, umenipata? Sababu sisi kinachotuumiza kikubwa, ndugu yangu, sisi ni kuagiza nje. Tunaagiza vitu ambavyo ni vyepesi kutengenezeka hapa, lakini mtengenezaji ni nani? Inawezekana watengenezaji sasa hivi ni wakurugenzi wa idara ambao hawana muda wa kuingia workshop na kushika mashine na kushika spana na kukaa na kuchora, kudesign vitu na kutengeneza na kuvipeleka kule vikafanywa mass production. Hawa wanakuwa ni wakurugenzi wa idara, anapata mshahara pale, anapata na kitambi, anapata na hela mpaka anastaafu. Akistaafu meno yakishakuwa yameanza kuisha mdomoni, ndo anasema mimi nilisomea mimi kwa na bwana nasema PhD ya sheria. Wangapi wamefanya? Kwa hiyo tuna Watanzania ambao wanafanya, lakini tutakiwa tupate Watanzania wengi zaidi wa kufanya. Ndio maana nikawa nataka kujua kama Kali International kwanza nilikuwa nataka kujua kama wenzetu wanaifanya hiyo, wanaiingiza kwenye vichwa vya wanafunzi wanaokwenda nje, ama yenyewe inatokea tu kawaida kwa mwanafunzi yoyote yule. Kwa mfano ili upate labda ni bachelor yako, unajua tukichukua tuende case study Uingereza, tuna wanafunzi wengi wanapenda kwenda Uingereza, lakini hawajui wanachoenda kukutana nacho. Ukienda Uingereza, degree zake za darasani zimepunguzwa miaka.
Degree ambayo mfano architecture ambayo unasoma miaka 5, kule ni miaka 3 mpaka 4 ambapo ya darasani. Okay. Yes, ukija labda ni kozi ya engineering miaka 4, huko kule wanasoma miaka 3. Lakini mpaka upate leseni ya kuperform ni kwanza lazima ukae kwenye field work kwa miaka sio chini ya 3 mpaka 4. Kule wanakuruhusu hata kwenda. Sasa kulingana na, kwa mfano tunapomtengeneza mwanafunzi anaenda kusoma labda ni civil engineering. Tuchukue kwa mfano UK, civil engineering ime advance kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo tunachotegemea kwamba mwanafunzi anaenda kuchukua ujuzi mkubwa, kwa sababu wale kule kama ni production ya tuchukue labda ni kujenga daraja, wanataka na engineers wa ndani. Kwa hiyo hata ile architecture ambayo mwanafunzi anaenda kuisoma kule, anaenda kusoma architecture labda ile tunasema ni ile bridge ya London pale. Ilijengwaje, ilitengenezwaje, ataenda kuongea na wale maengineer ambao walihusika kwenye kutengeneza hicho kitu. Kwa hiyo akirudi nchini, kwanza atakutana labda na challenge kwamba vinavyofanyika na hivyo vitu labda ni wengi ni kutoka nje, labda ni kutoka China au kutoka wapi. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kwake yeye kuweza kupata ule ujuzi moja kwa moja, ila akibaki kule, kwa sababu vile vitu vinafanywa na watu wa ndani, anapokea ule ujuzi. Hata kama mwaka wa kwanza atapata mwaka wa pili, mwaka wa tatu, na huko anavyofanya pia analipwa. Ni tofauti sana na jamii zetu kwamba anaweza karudi mtu akiwa kwenye internship, kama sio amesajiliwa kwenye bodi husika hatolipwa. Kwa hiyo labda unaenda kwenye ofisi ya mtu unajitolea pale, ila tukienda kwa kule anajikuta kabisa analipwa. Wale wametengeneza hicho kipindi kirefu, maana miaka 2-3 kujikuwa kama resident au internship ni kipindi kirefu sana, kwa sababu tunategemea mtu afanye mwaka mmoja then tunakuwa tumemcertify. Ila kule anafanya kipindi kirefu ili awe mtendaji. Unajua elimu, kuna elimu ambayo tunaipata, unafundishwa kuwa bosi. Ukiwa bachelor student, kwa mfano mkishafika masters, ndio hiyo unasema unapunguzwa kuchafuka. Kwa hiyo mostly unakuwa una daktari mmoja huko Bugando, yeye anakuambia mimi ni daktari wa makaratasi. Yaani haingii tena field kwenda kufanya upasuaji. Asali kashapata cheo. Wakati unajua, na wakati pengine ni mkali kweli, yani alikuwa ni gifted hands, tunasema ni watu ambao walikuwa wanatibu zaidi. Lakini tayari sasa umeshapewa madaraka zaidi ya kusimamia zaidi kiutendaji wa yuko kwenye administration zaidi. Kwa hiyo tukienda hata kwenye field za kawaida, diploma labda unaweza kaonekana ndio mtendaji. Hata sasa hivi ukianza kwenye sekta ya kuajiri, ngoja kwanza, ngoja umenichokoza. Kwa hiyo inawezekana, kwa sababu nilikuwa najiuliza swali moja, inakuwaje miaka 60 na kitu ya uhuru, yani tangu tumepata uhuru tumeshatimiza miaka 60 na kitu, inakuwaje sisi project zetu kwa mfano za ujenzi wanakuja watu wa nje kufanya? Maanake ni kwamba wametuzidi ujuzi. Lakini inawezekana sisi kabisa katika madawati, katika hizi ofisi kuna watu wenye ujuzi kuliko hawa tunawapa hizi kazi. Yaani unaweza kukutana na project manager mzuri sana ambaye yuko kwenye dawati, lakini sio mzuri kwenye field work. Unaona? Yaani hajapata nafasi ya kwenda field. Kwa nini anakuwa hajaenda field? Kwa sababu cha kwanza anaweza kawa ni wachache. Kwa hiyo ngoja kwanza, anaweza akawa na makaratasi mengi zaidi kichwani, lakini kivitendo akawa sio mzuri. Inategemeana pia na sehemu. Tunaweza tukasema inategemeana pia na sehemu, lakini inategemeana na taaluma. Inategemeana pia na taaluma. Mimi natamani kwamba mtu yoyote, hata kama una elimu kubwa kiasi gani, pia uendelee kuperform kawaida, yani uendelee kuperform daily basis. Unakuta mtu kweli ni mtaalamu kwenye marketing, lakini yeye anaongoza kitengo cha marketing, lakini anakiongezea kwa nyumbani. Haendi kwa wateja kuona kweli ile marketing project yake inaendaje na nani hizo zinaendaje. Kwa hiyo hata kama unachukua ujuzi, tuchukue mfano mtu ameenda kusoma labda ni UK, akaenda kusoma project management. Tunategemea kula anapofika direct anaingiwa kwenye system kama juniors, yani ni kama tu wa kawaida. Kwa hiyo unakutana na watu ambao tayari ni maprofesa, na yule profesa anaipenda ile taaluma yake kwamba yuko pale kuwasaidia ili group la wanafunzi 300 ambao tuko nao ili waweze kufikia kuwa seniors, na wale wanapelekwa kwenye makampuni
kama ni marketing unapeleka kwenye kampuni labda ni Tesla, nenda kajifunze kule wenzio wanafanya nini. Kwa hiyo unakutana naye. Mimi nakumbuka hata siku moja kwenye session za podcast yako nyingine, jamaa anakuambia kwamba mimi nimekukuta huko umeshika spana. Kwa hiyo unakutana na mtu ambaye ni unategemea ndio boss wako, boss yeye na ameshika spana na yeye ndio amechafuka vizuri zaidi kuliko hata wewe. Sasa ukisema mimi ambaye ninategemea sasa kuingia katika session hii nitachafuka kiasi gani? Kwa hiyo direct tunatengeneza wote wanakuwa ni watendaji, sio tu unamsimamia mwenzio wewe uko mbali, upo kwenye keki afu mwenzio anakusimamia yupo sehemu nzuri. Hapana, hiyo ndio imekuwa kiu yangu kusema kweli, kuona, kwa sababu mimi naona kama wengi tunakwenda kusoma kwa ajili yetu sisi wenyewe. Sasa unajua, ukiangalia idadi ya wanaopata bahati ya kwenda kusoma kwa nchi kama hii ya kwetu ya Tanzania, bado namba sio kubwa sana, ni ndogo ukilinganisha na idadi ya watu wengi ambao wamesoma kawaida. Ndio maanake watu wengi waliosoma kawaida wanategemea watu wachache waliovuka viwango vya kusoma, kwenye vumbuzi, kwenye kutengeneza, kwenye kubuni maneno, kwenye kufikiria, ndio. Kwa maanake na hata hizi nchi nyingine vile vile, unajua, sio hata ukienda leo Marekani, sio watu wote wana level ya watu wote wana PhD katika hali ya kawaida, ndio, au watu wote ni maprofesa. Yani unaanza, kuna kundi kubwa la watu wa kawaida, alafu namba inapungua, ambao wana college zio kama wana degrees, namba zinapungua, idadi ya degrees zinapoongezeka mpaka nafika juu wanakuwa kwa chache sana. Pia nilichokipenda kwa wenzetu, kwa mfano labda unaenda kusoma, ichukue field yetu hii ya udaktari, wanachokitengeneza ni kwamba unapunguziwa madaraka, unapunguziwa majukumu. Kwa mfano leo hii ukisoma labda udaktari, utafundishwa labda ukae dispensing, uende maabara, ujifunze everything. Ni vizuri kujifunza kila kitu, utajifunza mifupa, utajifunza macho, utajifunza kila kitu. Ila wenzetu ukishafika stage fulani, unabidi uspecify kwenye kitu kimoja, kwamba labda wewe ukae kwenye mifupa tu. Ile inakupunguzia unakuwa mzuri zaidi kwenye sekta moja, kwa sababu vichwa vyetu hata mtoto anapoanza hawezi kuwa na kipaji cha mpira, kipaji cha uchoraji, kila sehemu. Kwa hiyo ukimfundisha vyote hivi, mwisho wa siku atachanganyikiwa. Ila kuna sehemu moja ambayo naamini kwamba atakuwa ni mzuri sana, anapita hapo. Tunaona labda wenzetu wanafanya upasuaji labda wa kupandikiza mpaka maini kwenye mwili wa binadamu. Hakuanzia tu sehemu kubwa, hapana, alianzia sehemu ndogo, lakini wakagundua kwamba huyu mtu ni mtaalamu zaidi labda kwenye research pamoja na utendaji kazi kwenye kitu fulani, kuliko ile unakuwa labda ni PhD holder, lakini bado kwenye nchi yako hujaleta mapinduzi fulani kwenye sekta moja kubwa ambayo tukaamini kwamba wewe unaweza umenipeleka sehemu moja ya, kwa mfano mtu amefanya usimamizi wa biashara, ndio, ana business administration, ndio, yes. Wanatokea watu wa makundi mawili. Kundi la kwanza linaweza mara nyingi linajiajiri kwa kufanya biashara, ndio, yes. Au mara nyingi linajiajiri kwa kufanya biashara, alafu kuna kundi linalokwenda kuajiriwa serikalini, wanakwenda kuwa maafisa biashara. Unawakuta sana kwenye halmashauri zetu, ndio, na kwingineko. Lakini mimi nataka wewe usafiri kwenye safari ya afisa biashara aliyeko kwenye halmashauri. Anasaidia wafanyabiashara wangapi? Kwa sababu kumbuka ana dawati yule, ndio, bosi. Mara ngapi anatoka, yani katika halmashauri pale, yule kwa siku anatoka ndani, anatumia saa ngapi kutoka kwenda kuzitembelea biashara za mama ntilie, biashara, kwa sababu nataka kuamini ndio inavyotakiwa kuwa hivi. Yes. Mimi nataka kuamini kwamba mama ntilie hatotoka kibandani kwake kwenda halmashauri, kwa sababu haitowezekana. Kwa sababu ukute kwa mfano hii ni ofisi ya afisa biashara, wataingia mama ntilie wangapi? Wachache sana. Kwanza wanaojua kwamba ninaweza nikaenda kwenye ofisi ya afisa biashara nisaidia kimawazo kuweza kuanza biashara. Katika hali ya kawaida inatakiwa afisa biashara aje eneo la biashara yako. Na afisa biashara yeye peke yake ndani ya mwaka mzima ana uwezo wa kutembelea biashara nyingi sana. Kwa sababu
kwa siku anaweza akajitengenezea kwanza anaweza akafanya sensa ya kujua katika eneo lake kuna biashara za aina ngapi, za ndogo, za kati, kubwa, si ndio, kulingana na elimu yake. Akishafanya sensa, maana yake anazigawanya kwa hizo categories ya ndogo, kati na juu. Mara ngapi anatoka kwenda kwa mtilie, si ndio? Unajua mimi naangalia sema na mimi kidogo mawazo yangu yanakuwa ya kijinga, mtaniwia radhi. Lakini nafikiria kwa mfano, kwa sababu tunapozungumzia maarifa haya sisi tunazungumzia kupeleka wanafunzi nje, lakini chuo ni chuo, iwe ni cha nje iwe ni cha ndani, si ndio? Sisi tumejikita katika kupeleka wanafunzi nje, lakini vyuo vyetu vya hapa bado ni vyuo. Sasa mimi najiuliza ni mara ngapi, hii mtanisaidia nyinyi wajuzi, ni mara ngapi wanafunzi wa CBE, si ndio? Ndio. Chuo cha elimu ya biashara, si ndio? Mara ngapi wanafunzi wa CBE wanatolewa nje ya ule ukuta wa kile chuo kwenda kukutana na wauza madafu, wauza karanga, wauza mboga pale nje ya ukuta ule. Lakini mimi pia nilikuwa nawaza kuna Mheshimiwa Mtaka, mkuu wa mkoa wa Njombe. Yes. Alishawahi kusema kwamba wewe unayeajiriwa sasa hivi au tuangalie wafanyakazi hasa watendaji wa serikali, kila mmoja au TRA, kila mmoja aende akafanye biashara ili aweze kuona magumu ambayo mfanyabiashara anayapitia, ili mradi yeye anakwenda kusema kwamba labda ana standardize code, aweze kujua kwamba okay, ugumu uko wapi, kumbe kuna siku ni low season, kumbe kuna siku ni high season. Lakini pia hata kwa wanaosoma biashara CBE, mimi nilikuwa napenda kwamba nilipata project moja, ilikuwa ni INTI International University, chuo chetu kiko Malaysia. Mwanafunzi anaenda kusoma business administration, kwanza anatakiwa kufungua kampuni. Kwanza afanye kwa vitendo bana. Yes, uweze kufanya kwa vitendo. Kwa hiyo direct mtu anakuwa ana kampuni yake ambayo ipo, anaanza kuiendesha akiwa yuko shuleni. Hiyo ni Bachelor of Business Administration. Wewe unaanza kufungua kampuni. Kwa maana hata unapozungumzia elimu ya vitendo yeye anakuwa anayo tayari, kwamba tayari ameshafungua kampuni. Huyu hana haja ya kwenda field, unajua Yes, kwa sababu field ni biashara yake. Yes, biashara yako wewe mwenyewe unaanza kuiendesha. Kwa hiyo unaambiwa kwamba okay, leo hii muda mwingine kwamba labda capital inaweza isiwepo, labda na masuala mengine labda ya documentation na vitu vingine, ila tayari umeshaanza kuona kwamba okay, nina kampuni yangu hii, itengenezee capital ambayo capital inakuwa kwenye makaratasi. Kwa sababu sasa hivi hata ukienda kujisajili uweze ukasema kwamba mimi na capital milioni 20 zote ziko benki hizi hapa. Kuna muda mwingine unaambiwa okay, assume capital fulani. Hii ndio pesa ambayo labda una magari, una chochote, zile tuna assume kwamba ndio assets zako ambazo ni capital zitaweza kukusaidia kwenye kitu fulani. Kwa wale tayari wanatengenezewa kwamba uweze ukafungua kampuni alafu isiwe na jina na isiwe na kazi maalum inayotajwa. Kwa hiyo kama labda mimi nikifungulia na naambiwa labda nitengeneze kampuni ambayo inahusika labda na utengenezaji wa sabuni. Kwa hiyo tayari ile na idea ya sabuni ya vitendo, sio nadharia tena, kwamba ninafungua kampuni ya sabuni, nitawauzia watu gani, nitafanya vipi. Kwa hiyo hata kama leo hii nikitoka shuleni ninakuja na tayari nina kampuni ya sabuni ambayo nimeifungua nikiwa chuoni. Na hii kampuni ya sabuni ninaifungua, nina wateja wa kiasi gani, wateja wangapi, watu gani nitakaoenda kuwauzia kule napoenda, marketing strategy zake ni zipi. Kwa hiyo tayari nyuma una profesa ambaye yupo anakufundisha ile masuala ya okay, kampuni yako ni sabuni hivi. Kwa hiyo mwisho wa siku una graduate, una project ambayo tayari umeshaifungua. Hivyo kwa sababu business administration, tukija kuangalia, tukifanya sensa, wanafunzi wanaosoma hapa Tanzania ni wengi sana. Lakini ni project ambayo mtu mwingine anaweza kukwambia kwamba hapana, hii ni kozi ambayo haina soko. Kwanza wako wengi, sababu tunasema kwamba tunaangalia kozi yenye soko, watu ni wengi, tayari tunaona kama soko lake limepungua. Lakini je, ni kozi gani ambayo imetengeneza matajiri wengi zaidi duniani? Business administration tunaona ambayo pia ina kazi. Kwa mfano yani hiyo usimamizi wa biashara ina wateja wengi sana kimsingi. Ukiniuliza nitakwambia kwa sababu gani kitu chepesi zaidi kufanya ni mtu kufanya biashara. Kwa sababu katika hali ya kawaida wewe unajua, yani eneo pekee ambalo halihitaji ujuzi mkubwa sana na watu hata wanatoboa hata bila kuwa na ujuzi ni kufanya biashara. Kwa sababu maadamu unajua
kuhesabu. Unajua ukipokea kitu ukiuza shilingi 3, mtu akikupa shilingi 10 unamrudishia change shilingi 7. Yes. Watu wanakuwa wanafanya. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wanaingia katika mfumo wa biashara bila kuwa na maarifa. Ina maana wewe ambaye unasoma elimu ya biashara katika hali ya kawaida hii sasa, hii ni pembeni, una wateja wengi sana wa kuwasaidia. Yaani wakati unawasaidia wasimame, lakini na wewe pia unajikuta unapata kipato. Yes. Si ndio? Ndio. Lakini maana yake ni kwamba wakati unapata kipato, ndio ile dhana yetu ya kwanza kusema kwamba ukiwa na ule mimi sisi ndio mnaita utaifa au unaita uzalendo. Hiyo nilikuwa nakwambia kwamba tunapokwenda kusoma tunajua kwamba tuna deni na taifa. Yes. Au tunakuja kufanya sisi biashara. Kwa hiyo mtu ambaye ameajiriwa kama afisa biashara kwenye halmashauri, ambaye yeye ndo ana jukumu la wazi. Unajua mtu ambaye kasoma business administration, akija akifungua biashara ni ya kwake yeye. Faida tunayoipata sisi kama Watanzania ni yeye kutengeneza ajira na kodi, si ndio? Katika hali ya kawaida. Lakini huyu ambaye ameajiriwa kwenye halmashauri kama afisa biashara, mimi nategemea akatengeneze wafanyabiashara wengi sana. Yaani ndio maana nasema kwamba huyu afisa biashara ambaye anakuwa yuko kwenye dawati, usiishie tu kufurahia kitambi ambacho unaota. Samahani lakini na vitambi. Usiishie kuwa na tukifanya sensa leo kuna maafisa biashara wengi sana kwenye halmashauri hawana biashara. Yes. Hawajawahi kufungua biashara. Si ndio? Kabisa. Kama kuna biashara ya kuku ya mkewe nyumbani kwa mfano. Lakini kama unavyosema huyu anatakiwa awe anaijua biashara. Na mimi natamani nadharia ambayo amejifunza na vitendo ambavyo anavijua aende akaviambukize kwa mama ntilie, kwa mama lishe, ambao hatutegemei wao waje huko, anatakiwa yeye atoke aende kule. Lakini pia ndio hicho tunachosisitiza kwamba huduma, toa huduma kwa watu. Yes. Yes. Sasa hiyo huduma huwezi, kwa sababu degree unapoipata chuo chochote kiata ni Harvard ni popote pale, unavurudi nayo nchini haitokuwa chochote kama haihusiani na jamii husika. Tatua changamoto za ile jamii ambayo inakuzunguka. Kwa hiyo tunapoanzisha hili darasa maalum kabisa, wanafunzi wote wanaenda kusoma nje kupitia tutatengeneza jina zuri ambayo ni project maalum kabisa kwa wanafunzi. Unachagua mimi ndio mwalimu, wewe ndio mwalimu, mbona utajuta? Na pia mimi mwenyewe pia nitawafundisha, tutakuwa walimu wawili. Sawa. Tutawafundisha namna gani pia ile project wanayoenda kuisoma kule irudi nchini kwetu. Inaporudi nchini kwetu wanaisaidiaje jamii husika kabla ya kuanza kujifikiria wao wenyewe wananufaikaje. Alafu nikupe siri ya moja kati ya siri za mafanikio. Unajua kila mtu anajifanya na siri za mafanikio. Siri maana yake ni kitu ambacho unakijua wewe peke yako au watu wachache. Moja kati ya vitu ambavyo mimi nimekuwa nikivifundisha sana katika madarasa yasiyo rasmi, namwambia mtu kwenye kitu unachokifanya anza kwa kufanya service. Toa huduma kwanza. Yaani kichwa chako chochote unachokifanya, na inawezekana, si ndio? Kichwa chako weka huduma kwanza kwa watu. Mfano ni nini? Kwa mfano unauza kofia. Unapokuwa unaziuza zile kofia, akili yako iweke kwamba kofia inamkinga mtu na jua. Mimi nataka kuwakinga watu na jua. Si ndio? Unauza viatu. Mentality yako kichwani kwako, fikiria zaidi kwamba mimi nataka kuwakinga watu na miba, si ndio? Kwa hiyo kuna dhana ya kumkinga mtu na hatari ya vitu atakavyokanyaga. Alafu kuna dhana ya pili, nataka apendeze, si ndio? Yaani yote fikiria service. Alafu faida itakuja baada ya hapo. Kwa hiyo unapozungumza kuhusu kufanya kwa ajili ya jamii, ufanye bure. Yaani unapofanya kwa ajili ya jamii, baadaye ile faida inakuja na rudi kwako. Na hiyo of course imekaa hata kiimani, unajua Yaani unapokwenda unaposoma kitu alafu ukaja ukakigawa kwa watu wengine, yaani kiimani kuna namna, kuna vitu vinarudi vingi sana. Yes, lakini pia tutakaa nao vizuri kwamba hii bachelor unaenda kuichukua leo hii ili ufanikiwe, ni mambo gani rasmi ambayo lazima uyafanye kwenye nchi yako au uyafanye popote utakapokuwepo pale. Au unajua tunasoma bachelor zipo nyingi. Ndio. Kwa mfano labda tukisema udaktari, ili ukirudi Tanzania sasa hapa
ili ufanikiwe kwenye sekta ya udaktari ni mambo yapi ambayo lazima kwanza ukayasome huko nje and uyatafiti zaidi huko nje ili ukileta hapa nchini kwetu yataweza kukufanyaje, yataweza kukufanikisha uweze kukutana na watu wengi, uingie kwenye milango ambayo pia ni migumu kuingilika kikawaida. Kwa sababu tunachukua kwamba ni elimu umetoka nje, tunategemea ni kwamba ije na manufaa makubwa zaidi kwa nchi yetu. Yes. Kwa hiyo haiwezi kaja na manufaa zaidi kwa nchi yetu na umesoma kitu cha kawaida sana ambacho hata bila darasa jingine hilo. Yes, yani ambao nadhani tutalifanya kwenye session inayokuja kuhusiana na manake, nakumbuka uliniambia unatamani pia watu wajue why nchi fulani na kitu fulani. Why nchi fulani na kitu fulani. Yaani ukisema labda ni India inakutengeneza uwe mtu wa aina gani. Kwa hiyo tutawaelekeza sasa, ukienda kusoma nchi hii itakuletea manufaa haya hapa, ambapo haya manufaa yanakujenga wewe kama mwanafunzi sasa kuja kutoa huduma bora kwa jamii. Asante sana. Bana, muda wetu umekwisha. Nimepata majibu. Nilikuwa natamani kujua kama nchi nyingine zinawatengeneza watu wake kabla hawajakwenda kusoma, kuhusiana na wao kuwa na deni kwenye nchi zao, hata kama anayekusomesha ni baba yako na mama yako au mlezi wako, lakini maadamu wewe ni Mtanzania tunakudai kwa maana ya kwamba unachokwenda kukisoma kilete hapa, sisi tukifanyie kazi, tukitumie. Kwa hiyo kama unakwenda kusoma uhandisi majenzi, kwa maana ya kwamba unasema civil engineering, sawa. Sisi tunatamani wewe ukirudi tumpunguze mzungu mmoja ambaye atajenga daraja letu. Tunatamani wewe ukirudi tumpunguze Mchina mmoja, sio kwa sababu tunawachukia, lakini ukipata hela ile nyingi wewe, mimi siku zote tunasema hela inabaki Tanzania. Tunasema kwamba mwanafunzi tuanze kusema gari sasa hivi ndio linaagizwa Tabora kuja Dar es Salaam. Yes, sio inatoka Japan kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo uzuri, nimeambiwa kwamba Kala International wanakwenda kufungua madarasa rasmi ambayo wanafunzi watakapokuwa wanakusanyika kwa ajili ya kujiandaa kwenda nje ya nchi. Kabla hawajakwenda nje ya nchi, tunawapiga msasa wa siku kadhaa. Atakuja atatuambia darasa linakuwa na siku ngapi, zitatengenezwa kama syllabus, kama mitaala ya kuwafundisha, ili mwanafunzi anapotoka hapa ajue kabisa haendi kwa ajili ya wazazi wake peke yake, haendi kwa ajili ya kwake yeye peke yake na mkewe na watoto wake atakaokuja kuwazaa, lakini anakwenda kwa ajili ya Tanzania. Hizi nchi unazoziona zimeendelea, zimejengwa na wasomi wa zile nchi, zimejengwa na raia wa zile nchi, wasome na wasio wasome, sababu kila mtu ana part ambayo ana play. Sasa sisi pia tunatamani kama wewe unakwenda kusoma, wewe inawezekana wewe ukajisifia tu kwamba yule kijana nimesoma naye, afu nasikia ameanzisha Facebook, mfano nazungumzia, au ametengeneza kitu fulani. Wewe umetengeneza nini? Umenipata? Kwa hiyo mpaka wakati mwingine tena, kila laheri. Usikose kujiunga na group, sawa. Ukiandika neno group kwenye comments za YouTube ama popote pale popote unapoona vipindi vyetu haswa kwa Instagram, akiandika neno group, then tutamuunga moja kwa moja kwenye group letu la WhatsApp. Hana haja kuweka namba, kishaweka tutamfuata DM, then tutampa link. Okay, sawa bana, mpaka wakati mwingine tena, bye bye.